verse 1. Can I have somebody to read? You are all learned, you are primary, secondary schools, so you can read fluently. Can I have somebody to read the book of Daniel, chapter 1, from verse 1? One to read in English and another one will be reading in Kiswahili. Twende haraka because I don't have time. I want to welcome the teacher. But before I welcome the teacher, let me speak to you something here. In the third year of the reign of Rehoboam, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of... Take Explain Bible to read. Where is your Bible, by the way? You don't have. I gave you a Bible, remember? You don't have an Old and New Testament? Why? Next side. Use. Whose Bible is that? Hiyo ni ya nani? Okay, read. Begin verse. Yes, verse 1. Twende haraka, nitaka msomaji fluently, straight, quickly. Continue in English. In the third year... Marele, can you read for me the Bible quickly? Read the Bible quickly. Yes. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with some of the articles of the house of God, which he carried into the land of Shinar to the house of his God. And he brought the articles into the treasure house of his God. Then the king instructed Ashpenaz, the master of the eunuch, to bring some of the children of Israel, and some of the king's descendants, and some of the nobles, young men in whom there was no blemish, but good-looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge and quick to understand, who had ability to serve in the king's palace, and whom they might teach the language and literature of the Chaldeans. Amen. May God glorify His word in our hearts in Jesus' name. Amen. Can sit down and take now the Explain Bible. Read me verse 4. Read me verse 4. Vijana wasio na Nataka kijana kusoma kwa nguvu kabisa. Give Marele the Bible. Let her show you the way love vijana reading the Bible. Punch kubwa. Read. Vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Amen. Thank you. Sasa angalia hapa. I'm only making a way. Hapa kuna vijana wanne ambao waliishi nyakati za mfalme Nebukadnezar, the king of Judah in Babylon. Hao vijana walikuwa na elimu tofauti na ile elimu walienda kufundishwa. Amen. So hao vijana wanne walikuwa na elimu nzuri kabla hawajafundishwa elimu mbaya. Elimu yao ya kwanza walifundishwa na wazazi wao, mama yao waliwafundisha elimu ya Mungu. Na ndio sababu Paulo anamwambia Timothy, my son, hii imani uko nayo ni imani ambayo ulipata kwa mama yako na alipata kwa mama yake. Yaani ulipata hii imani ilitoka kwa nyanya, kwa bibi yako. Mama yako akaichukua na wewe sasa unayo. Sasa nisikilize Timothy, my son. Kwa nini Paulo anamuita Timothy my son? Tulifundishwa na pia Biblia inasema tuko
uko na wazazi wawili wa kukuzaa kimwili na kuna wale wamekuzaa katika Bwana, as a child of God, wamekuzaa katika Bwana. Hawa wazazi wote wawili wana kazi ama wana baraka ama wana jukumu kubwa juu yako kama mtoto. Na kitabu cha Yohana wa kwanza kinasema, we are not going to read there. Nikikwambia uandike ndio utaandika, nisipokuambia just look at me. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza Biblia inasema, enyi watoto wadogo, mna nguvu na mmekwisha kumshinda Shetani, maana yule aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yule aliye nje. Nani huyo yuko ndani yenu? Biblia inasema kwamba in John chapter 1 verse 12, you can write that. In the book of John chapter 1 and verse 12, Biblia inasema, can you read that verse? Use English. Tumia English sana. John ya kawaida 1:12. Read quickly. Ukisha andika unafungua Biblia, tunasoma, unainua kichwa, unanitazama. Yes, soma. It says, yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Kwa maana wote waliompokea aliwapa uwezo ama aliwapa nguvu za kufanyika. Hawakuwa wana wa Mungu, lakini wanapompokea Yesu in you, aliye ndani yako. Sasa hawezi kufanya wewe uwe na nguvu kama hayuko ndani yako. Meaning receiving Christ in you. Amen. So when you receive Christ as a young man or young woman, that Christ that you have received will give you power or strength to become mtu ambaye your family hajawahi kuwa. Amen. That Christ will make you something else. Amen. 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 Sasa hawa vijana wanne, Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel, walichukuliwa mateka katika taifa lingine. Ni kama vile Yusufu alichukuliwa mateka katika nchi ya wapi? Nchi ya wapi? Misri. Sema Egypt. Joseph alichukuliwa mateka katika nchi ya Misri. Sasa wakiwa katika nchi ya Misri, hawakuwa hiyo nchi ya Babylon, hawakuwa na Mungu kama Mungu wao. Hawakuwa na Mungu kama Mungu wao ambao walifundishwa. Wao walikuwa na elimu tofauti kwamba hakuna Mungu mwingine duniani na mbinguni asipokuwa ni Mungu wa Israeli. Mungu mmoja tu. Lakini walipopatikana katika nchi ya Babylon, kule ilikuwa mpaka uinamie vinyago, uabudu miungu mingine kando na Mungu. They believed lazima kuwe na kitu kimetengenezwa in the form of God. Amen. Na Biblia inasema usichonge sanamu yoyote wala kuinamia chochote kile kilichokuwa na Mungu kama Mungu. It is an abomination. Sasa this young men waliangaleta akili hapa na mawazo hapa, I'm talking to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hawa vijana wanne walikuwa na hiyo elimu kwamba we have one God. So when they were brought in that land of Babylon, they found things changed. Hata ya majina tunawaita Shadrach, Meshach na Abednego si majina yao, ni majina ya Mungu ule wa hiyo nchi. Kesho nitafundisha hapo mahali ili tuelewe what is the meaning of the name Shadrach, Meshach, Abednego. Yes. Jina Daniel linamaanisha God is my church. God is my church. Yes. So God was to church
Kwa sababu unapenda kuuliza what is the meaning of your name? Jina lako linaweza likakutesa, likazuia destiny, ama jina lako linaweza likakufeva kwa njia kubwa sana. Amen. Praise the living God, youth. Amen. Now these 4 young men, they were not married though. I don't read anywhere they had boyfriends or girlfriends. Hawakuwa na girlfriends. Girlfriend wao ama boyfriend wao alikuwa Yesu. Amen. Ama Mungu. Can you imagine kama wangeanza vituko vya wasichana, wangemaliziwa kule. Is a problem with the speaker. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wangekamatwa na shetani wakaishi. But walifocus kwa Mungu. Mimi hupenda kusema kijana, nisikilize. There is time for everything. Nimesemaje? There is time for everything. There is time for everything. You cannot serve 2 masters at a go. You will love one, you will hate another. Utapenda huyu, utamchukia huyu. That's why katika kiwango uliko saa hii, nyote mlio hapa mnasoma. Huwezi kusoma na girlfriend, huwezi kusoma na boyfriend, huwezi kusoma na masturbation. Masturbation kwa Kiswahili inaitwaje? Kunyeto. Huwezi kusoma na kunyeto. Huwezi kusoma na pornography. Ukichukua simu ya mama yako ama ukipata simu, you just go kuangalia picha chafu. You cannot win. One will rise against another one. Utapata hivi vitu ambavyo unafanya vitakuwa juu ya masomo. Sasa unaanza kuwa mjinga. Hata mwalimu akifundisha shuleni ushiki kitu. Kwa sababu you are serving 2 masters at one time. Praise the living God. Amen. Hivi vitu viko waliotutangulia walivipata, wakaviacha. Hata sisi pia tutaviacha. Amen. Amen. Tutafanya nini? Tutaviacha. Tutaviacha. Kwa hivyo lazima uwe makini wakati huu nitakana nifanye nini. Hao vijana wako katika nchi ya utumwa, si kwao. Wakati wa elimu tuliopewa tukafundishwa ni kwamba tuna Mungu mmoja. But na nataka unisikilize, wewe unaweza kusema wewe ni handsome, wewe ni beautiful. Angalia sifa zako. Hebu soma hizo sifa verse 4. Angalia Biblia yako. Yes. Young man without any physical defect, handsome. Hebu soma Kiswahili ndio iwaingie vizuri. Vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima. Vijana wasio na mawaa. Wasio na nini? Mawaa. Bring that new Bible. Biblia mpya sio hiyo haitokangi mezani. Twende sasa. Vijana wasio na mawaa. Vijana wasio na mawaa. Hawana uchafu. Hawana hila. Namba 2. Wazuri wa uso. Wana sura nzuri. 3. Wajuzi wa hekima. Wana hekima, wana ujuzi wa hekima. Biblia inawasifu hao vijana wanne. Tuendelee. Werevu kwa sababu ya maarifa yao. Ni werevu. Hawakuwa wajinga, walikuwa werevu. Wenye kufahamu elimu. Wanafahamu elimu ya Mungu. Wanaifahamu vizuri sana. Watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Kwa hivyo hawa vijana wote walikuwa na haya mambo, hizi qualification ambazo zingefanya waweze kusimama mbele ya president
Ruto. Amen. Walikuwa na uzuri wote na akili zote na fahamu wote ambao ungewasaidia kusimama mbele ya mfalme. Wanaweza kusimama mbele ya governor, wanaweza kusimama mbele ya MCA, mpaka mbele ya president. These young four men were knowledgeable. Walikuwa na elimu, walikuwa na ujuzi, walikuwa na hekima, walikuwa wazuri wa uso. They were handsome. Kwa hivyo wewe ukiniambia uko beautiful, kwa sababu huwezi kusoma, kwa ni ujinga. Hata wewe ni kuna shape. These young men were nafikiri siku moja mbinguni tukawaone huko. Tuone vile walitishia nchi ya Babylon kwa sababu ya elimu ya Mungu wao. Sasa these four men walikuwa wamepata elimu ya ukweli. Nataka mnisikize vijana. Dunia ambayo tunaishi saa hii iko na elimu nyingi. Elimu zimekuwa nyingi kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 1 Timothy, can we read 1 Timothy haraka chapter 6 and verse 3? 1 Timothy, what is Paul speaking to his spiritual son Timothy? Read Kiswahili. Timothy chapter 6 and verse 3. Nitasoma. Mtu awaye yote akifundisha elimu nyingine, wala hayakubali maneno yenye uzima wa Bwana wetu Yesu Kristo, wala mafundisho yapatanayo na utaua. Sijui kama umemaliza sentence yangu, endelea, maana sijui umemaliza. The way you are reading, hujamaliza sentence. Mtu awaye yote akifundisha elimu nyingine, wala hayakubali maneno yenye uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo, wala mafundisho yapatanayo na utaua. Boldness. Kwa hiyo Paulo anamwambia Timothy, mtu awaye yote atakayewafundisha ama kukufundisha elimu tofauti na ile niliyokufundisha, do away with that person. Amen. Mungesema amen. Point yoyote kija sema amen, tena useme amen kama mama mzee. Unasema amen, unachukua amen haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema elimu niliyokufundisha my son Timothy, my spiritual son Timothy, nimekufundisha elimu ya Mungu. So mtu mwingine yeyote asije akakufundisha elimu tofauti na hii ya Biblia, doctrine ya Biblia. Amen. Mtu akija na kufundisha mengine kando na hayo, mkatae mtu huyu. Amen. Mnasikiza vijana? Saa hii tunaishi dunia iliyo na elimu nyingi sana. Elimu ziko nyingi kwa mitandao, kwa vitabu, hata vingine vinaandikwa vya ajabu, kwa kusikia vikao, elimu ziko nyingi. But anampatia maonyo kijana wake wa kiroho Timothy. Elimu niliyokufundisha usiwahi kuibadilisha kwa elimu nyingine. So hawa vijana wanne, Shadrach, Meshach na Abednego, walishika hilo. Wakajua elimu tuliyofundishwa ya Mungu mmoja, Jehova Mwokozi, mkombozi wetu, hatuwezi kubadilisha hilo kwa elimu nyingine ambayo tunataka kufundishwa. Amen. Na ndio unaona in verse 4 hawa vijana wanapewa mwalimu. Angalia hapa vijana, unaweza ukapewa mwalimu shuleni. Unaweza kukutana na kijana mwenzako akawa mwalimu wa kufundisha pornography. Unaweza kukutana na mwalimu mwingine kando na huyu ama haya tunawafundisha, akakufundisha elimu nyingine kando na Biblia, na ukamshika ukafikia na kufundisha njia nzuri. Biblia inasema in Proverbs chapter 16 verse 25, iko njia. Can we read that verse? Proverbs chapter 16 and verse 5, verse 25. Read. Nitasoma. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Iko njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa hiyo njia
ni mauti. Look here. Unaweza kukutana na mwalimu. Paulo anamwambia Timothy, usiwe na walimu wengi. Usiwe mtoto ambaye utakuwa na walimu wengi. Walimu sahihi wengi, wanaweza kufundisha vitu vingi. Wanaweza kufundisha kuvaa vibaya. Wanaweza kukufundisha kutukana hata mzazi wako. Walimu ni wengi. Lakini ikiwa unaweza kushika elimu unaofundishwa ya neno la Mungu, hakuna mwalimu anaweza kutoa hapo. Amen. Hakuna elimu nyingine unaweza kuingiza kando na hiyo elimu ya ukweli. Amen. Wanaweza sifiwe sana. Amen. So Paul anamwambia Timothy, my son, hakuna elimu nyingine, no any other doctrine ambayo utaruhusu ingie ndani yako. Sasa hao vijana walikuwa na elimu ya Mungu. Wakafika kule Babylon, wakaanza kufundishwa elimu nyingine ya upande ule. Wewe uko kwa Yesu. Taifa lako ni Yesu. Unaweza ukaamua ama ukafikiria ukiingia kwenye taifa la shetani ama mfalme wa shetani, unaweza fundishwa vitu kama hivi. Hapana, utafundishwa hizi. Utafundishwa vitu vibaya. Utafundishwa njia mbaya. Yesu ambaye ni mfalme katika ufalme wake anasema, I am the way, I am the truth, and I am the life. The devil also yuko mfalme kwa ufalme wake, anasema I came to steal, to kill, and I came to destroy you. Yesu anasema mimi nimekuja ili uwe na uzima na uwe na njia na uwe na ukweli. Lakini shetani naye anasema hivi, nimekuja kukuiba, kukuua na kukuangamiza. Sasa sikiza, look at me young children. Mungu anamwambia Musa, tell these children of Israel, nimeweka mbele yao uzima na mauti, baraka na laana. Chagua. Alafu nasema chagua uzima ili uwe hai wewe na watoto wako. Maana yake mtu akichagua mauti hawezi kuishi. Na watoto wake hawataishi. Asifiwe Yesu. Amen. Ile njia utachagua ndio itaongea kuhusu maisha yako ya kesho. Amen. Ukichagua njia mbaya, una future my friend, una kesho. Ukichagua njia nzuri, basi kesho yako itakuwa nzuri. Amen. Can you imagine kama leo ningechagua njia mbaya? Wale watu nilisoma nao wengi wamekufa, walikufa. Wengi walikufa. Wengi hata ukiwaangalia huwezi kujua tulisoma pamoja. Wengi hata ni wazee walevi. Maana walichagua njia mbaya. Maana kuna njia inaweza kuonekana mbele yako na hata ukapata mwalimu akakufundisha njia ya kulewa. Njia ya kuvuta bangi. Akakwambia this is the way. Njia ya kufanya ngono. Njia ya kufanya vitu ambavyo si sawa. Na unajua ukishachika njia mbaya, huwezi kusikiliza ushauri hata wa mama yako. Ushauri wa baba yako huwezi kukubali. Ushauri wa mtu mzima kwako huwezi kukubali. Ushauri wa mchungaji utaona ni ujinga. Wakati wote ukifundishwa njia nzuri na unafika mahali unaona ni mbaya, ujue kuna mwalimu ameanza kufundisha njia mbaya. Shadrach, Meshach na Abednego wananipendeza hao vijana. Kando na kuwa na sura nzuri, kando kwa werevu, they are very wise. Moyoni mwao walikuwa wamembeba Yesu. Can I help you? Ukitaka kushinda elimu zingine, tufungue Zaburi 119. Ukitaka kushinda njia zingine ambazo I only have 5 minutes, open quickly. Ukitaka kushinda njia zingine, hili neno lisitoke kinywani mwako na moyoni mwako. Soma verse 9 to 11. Jinsi gani kijana isafishe njia yake? Jinsi gani kijana? Kwa hivyo angalia hapa kidogo. Maandiko yanauliza jinsi gani wewe kijana uisafishe njia yako. Inamaanisha vijana wengi kabla muje kwa Yesu, njia zenu zilikuwa zimefanya nini? Zimechafuka. Amen. Sema zimechafuka. Zimechafuka. Umezichafua na masturbation. Umezichafua hata kuna wengi wameketi hapa si virgins. Hata mama kwa ajui.
You are not a virgin. Na una miaka 9. You are not a virgin. Na una miaka 7. You are not a virgin. Na una miaka 15. Yaani wewe ulikutana na wanaume kitambo. Wengine hata mliokaa hapa wenda mmetoa mimba mingi. Baba yako jui. You are seated here looking at me. Usiku unafanya vitu ambavyo si sawa. Hata uko kwa church saa hii na unawasiliana na boyfriend and you are in the house of God. Kwa hiyo njia za wengi zimechafuka. Na ndio sababu Biblia inasema ni jinsi gani wewe uitasafisha njia yako. How will you make your ways clean or right? Endelea kusoma. Kwa kutii akilifuata neno lako. Yes. The only way. Nani ana Kizungu asome Kizungu. Soma Kizungu yako. Huo mstari. Read English. Nyinyi vijana. Read English. You have your Bible. Can you read English quickly that verse? Yes, that verse about amesoma. Sit and read. How can a young man please his way? By taking it according to your... How can A young man. A young man please his way. How can a young man clean his ways? Sasa ujiulize wewe ni kijana mdogo. Mbona Biblia inasema utaoshaje njia? Bwana Yesu asifiwe.